Nyie mnaojiita serikali, kama taarifa aliyotoa huyu mwandishi wa habari wa CNN ndugu Rare, kama ile taarifa ni ya uongo, kwamba yale yote aliyoyazungumza na zile picha ambazo amerusha ni za uongo, kwa nini mnatupigia kelele? Kwa nini msichukue kipindi kile, mkarekodi kile kipindi, mkaenda mkamfungulia mashtaka, mkaifungulia CNN mashtaka kwenye mahakama za kimataifa, kama ninyi kweli mnajua kile ambacho ametangaza ni uongo? Kwa nini msimfungulie mashtaka kwenye mahakama za kimataifa? Nini kinawachelewesha nyie mnaosema mna ukweli kwamba hakuna mauaji yametokea, kila kitu kilikuwa safi? Okay, kama mnachosema ninyi ni kweli na kila alichosema yeye ni uongo, si mkamshtaki kwenye mahakama za kimataifa? Lakini ukweli sisi tunaofahamu, Watanganyika sisi tuna akili. Ni hivi, ninyi mnajua mmeua. Ninyi mnajua huyo Samia ndio alitoa maelekezo vikosi vyake viue Watanganyika. Mnafahamu hivyo. Msigwa, unajua hicho. Ndio sababu hamuwezi mkaenda mkafungua kesi kokote. Mtabakia kupiga tu domo, ongea vitu vya kijinga, lakini hamuwezi mkachukua hatua yoyote kushtaki CNN. Kama mna kifua, kama mna ukweli, mkaishtaki CNN ndio tuelewe. Ninyi mmefanikiwa kuwazuia waandishi uchwara wa habari nchini hapo. Yani yapo mavichwa makubwa, umeelewa? Yani yapo tu namna hii. Hayawezi yakaandika habari yoyote kuhusiana madhira, magumu, matatizo, vifo, shida ambazo Watanganyika wanapitia. Hawezi wakaandika kwa sababu si mmewalipa, mmewapa hela nyie, au wengine mmewatisha, hawezi wakaandika. Lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu sio Nebukadreza, akachagua kumuinua kijana mwenye influence duniani anaitwa Rare. Umeelewa bwana? Wa CNN. Rare akasukumwa katika moyo wake, akajisikia vibaya, akaingia nchini, akafanya upelelezi wake, akamaliza. Amepiga uchunguzi wa nguvu na ana elimu, sio elimu zenu za kuuza waandishi wa habari hapo uchwara, porojo, feki, unasikia? Huyu amekaa darasani, amesoma, akaelewa. Amekuja amefanya uchunguzi wake, kafanya utafiti wake, amemaliza, ameenda kulirusha kule. Dakika 5 dunia nzima imeelewa. Dakika 5 tu dunia nzima imeelewa. Umeelewa ujinga wenu na ushetani wenu umeeleweka. Bangladesh, ushetani wenu umeeleweka. Ni sawasawa mmevuliwa chupi, na chupi zenyewe zina matobo, zina uchafu. Dunia nzima imekuja kujua. Tanzania kisiwa cha amani. Amani ndio iko wapi sasa hapo? Amani iko wapi? Nasema hivi, msitupige kelele. Nyinyi mnajiita serikali, kama mnajua kabisa kwamba kila ambacho Rare amekizungumza sio cha kweli, mkamshtaki. Mshtaki ile station yake iliyorusha matangazo kama mnakifua, lakini hamuwezi. Unaelewa? Niwaambie mapema, mtafika mtachoka. Uwezi ukauzika ukweli. Uwezi ukauzika ukweli. Ukweli una tabia ya kufufuka. Haya, mmezuia waandishi wenu uchwara, umewazuia muda mrefu, miaka chungu mbovu. Habari zote za Watanganyika hawaandiki. Shida za Watanganyika hawaandiki. Watanganyika wakilia hawaandiki. Mkiwatesa hawaandiki. Mkiwapoteza hawaandiki. Mkiwaua hawaandiki. Mkiwafira hawaandiki. Amekuja ameandika kijana mmoja tu. Umeelewa? Ndio mjue Mwenyezi Mungu yuko kazini. Haitatokea hata siku moja ya kwamba dhuluma ikaishinda haki. Haki lazima isimame kidedea. Ukweli lazima ujulikane. Na wale wote mliofanya mambo ya kishenzi, kuanzia huyo Samia na kundi na genge lake lote, mfadhaike, mfedheheke, muaibike, mshindwe. Umeelewa? Ndio maana yake, na hiyo yote inakwenda kutokea. Tanganyika, arise. The time has come for you to shine. Enough is enough. Pocha kama keme wanangikoro. Agaya Bangladesh. Acha ujinga.